umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Uinuliwe umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Uinuliwe umetenda mema. Niye hamolenya nitakariganirwo rĩrĩa ndaiguire mũgambo wa Jesũ akĩnjĩtana niĩ ngĩmwĩtĩkĩra akĩgarũra mũtũrĩre wakwa. Bendera ya Jesũ no ĩrarirũka ũcio mũnene wanene njambakara ĩni ndonogaga nĩkĩo ndakwĩhokia. Bendera Jesũ no ĩrarirũka ũcio mũnene wanene njambakara niĩ geithia mũndũ ũmwĩra nĩmwendete niĩ geithia ũcio ũngĩ ũmwĩra nĩmwendete niĩ geithia ũcio ũngĩ ũmwĩra nĩmwendete. 1, 2, 3 kamata wapisha kwa Yesu. Much. Thank you. Punguza kidogo. Main. Yes. Punguza main peke yake the main. You are red. Yes. Punguza. Teremsha. Thank you. Yeah. Thank you very much. Worship. Mungu abariki. Yes. Sijui kama mjatoka Nakuru, lakini I hope mmetoka Nakuru. Si ndio? Are you back? Really? I don't think so. Mkae huko katikati. Mnajifichanga nini hapa? Kwani nyinyi wachawi? Unajifichanga nini hapo wewe? Kwa sababu nwendete muno guikarage kenge-ini kiu. Tathii kare haria gatagati. Na from now kumari urikaraga iteci cia mbere. Nawanyita. Mnajifichanga nini? Watu wa worship. Ni nini ya kwa hiki kigi na hiyo? Kuna githito mumeweka huko? Bwana asifiwe sana. Mwangalie mwenzako tu, usimguse na mkono yako, kwa sababu inaweza kuwa hauko sawa. Umwangalie tu, mwambie habari yako. Muulize tu, ukiniangalia unaona niko nomo? Muulize tu, ongea tu na yeye. Muulize, ukiniangalia hivi unaona kama niko nomo? Muulize, amekujibu? Amekuambiaje? Amekuambia for sure you don't look normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are not normal. Can you tell your neighbor? Because you are not normal. Yeah, nobody is normal. Usidanganywe na mtu, kuna mtu akona kichwa mzuri. Sisi yote ni wagoroki. Ile kitu inakuka difference kidogo ni level. Level yako na percentage ya wagoroki. Ile iko ndani yako. Ukichukua sasa kama hawa wawili wamekaa pamoja hawa, hawa wakipelekwa Mathare, maybe Mathare ya Kenya itasema hatuwezani na hawa. Lakini kule nje mnaona ni watu wazuri. Lakini ukiwapeleka Mathare nasema we cannot be able to deal with these people. Because the level ya ogoroki. Nikio hata ukifundishwa kuendesha gari unaambiwa nani? We assume kila mtu ni mwenda wa simu, wewe ndio normal. Ndio kuwe careful kwa barabara. We assume everybody aliye kwa barabara ni mwenda wa simu. Wewe tu peke yake dunia hii ni wewe ndio normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni kwa nini skrini haziko on. Si mnasema mko Nakuru bado hamjatoka. Na mnaniambia wametoka. Weka skrini zote zikiwe on because tutatumia kusoma Biblia. Nimeshukuru sana kwa Mungu kuwa pamoja na sisi all the way. It has been a month, a growing month, yeah, planning for the event that we had in Nakuru.
It was the most glorious event I've ever done in my life. An event that ilizaa mtoto anaitwa mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekaa kwa tumbo mpaka akazaliwa. Kuna watu walikosa kukuja kwa sababu walikuwa busy, but ama maybe walikatazwa na mabwana zao ama mabibi zao. Lakini what it is, we managed. Ni kitu kimepigwa miaka 1, 2, 3, 4, 5. I have fought this battle ya hiyo mkutano ya Nakuru for 5 good years. Bwana Yesu asifiwe sana. I fought for 5 good years. So what I want just to tell you tonight, do not give up. Kama hujapata bwana, do not give up. Kama hujapata mke, do not give up. Kama hujapata uponyaji, reason you came here, do not give up. God is still doing something. I have been in that thing you saw that one day. It has costed me over 10 million. That one day. Since I started, for the last 5 years, trying to bring things together until again, even at the end, things didn't work the way they were planned. But still we managed, because there is a time it reaches, una realize this is not your work, it is God's work. Then you surrender yourself to God. You allow God to do it. When you surrender to God, He will do it the fastest way possible. But if you struggle to do it, God will move aside and watch you while you are suffering. You can suffer. And because God is on your case, He will never allow you. Ataendelea kukaa na wewe, hautakufa, hautaenda mahali, utaendelea tu kukaa hapo, ukistruggle, ukisafa, ukilia, until you realize this is not my work. Then you go back, you put it aside, then you leave it to God. And when you leave it to God, you find it was a 10-minute operation. 10 peke yake. And you have struggled, wasted 5 years. You have wasted 10 years because of a 10-minute thing. And this is the most important thing that I want us to discuss today with you. And this is about the God of my calling. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, the God of my calling. Niongezeka ako wapi huyo jamaa? Alienda wapi? Ongeza kabisa kidogo. Ako pandi here. The God of my calling is not the God of your calling. Your God is not my God. Bwana Yesu asifiwe sana. The God of your calling, it is the God that called you. What matters now, how did He call you? Alikuita namna gani? So when you come to imitate me, when you come to walk like me, when you come to do like me, when you want to speak like me, were you called by the same God that called me? If you are not called by the same God that called me, it means you don't have the coordinates. You don't have the codes. You don't have the passwords that I was given. Remember, Joseph was neglected, was fought, was even sold. They tried to jail him. They tried to kill him. But he still became what he was supposed to become. But the brothers that walizaliwa pamoja na yeye, they were never given the opportunity he had. He became a prime minister in a foreign land. They came. He served them. He helped them. He gave them food. The people who wanted to kill him, because of jealousy, they came to him. And he became a cord to them. Alikuwa msaada kwao. Akawasaidia. Akakuwa baraka kwao. Akachukua baba yao, akamulete huko. Then they benefited from the man they wanted to kill. They benefited from the man they had vowed, this man has to die. There are people that are in your life. These people, they may look useless today, but tomorrow they will be looking, they will be helping you. These people, they may look like they are not worthy. Si watu wa maana,
si watu ambao wanaweza kukusaidia, lakini kumbe kesho walipangwa kwa maisha yako, kwa sababu kesho these people, they don't come and live with you. They come for a short time, then they disappear, because God want to just to reveal them. Hiyo sura ndio usisahau. Wakati watakuja kukusaidia, utakumbuka hiyo sura. Joseph never stayed a long time with the family members. Walimsukuma, wakamuuza, akaenda. Ndio Mungu alitaka tu wakae na wao hata kama ni miaka 10. Ndio wakati atakuja kuwasaidia, watakumbuka, this is a man that we tried to fight. This is a man that God had called. This is a man of God. And then you have the remembrance. There is that man who assisted you pale kwa basi ya Acc No, wakati ulikuwa unatoka ya Acc No ukikuja kutoka Kirinyaga ukikuja Nairobi. Hiyo basi, hiyo makaga mwenye mlibishana na yeye, mkatusiana na yeye, kumbe he was just a prepared the face Mungu alikuwa anataka. Na hiyo makaga alikutukana vibaya, alikwambia maraya, alikwambia takataka, alikwambia nugui shetani hii, na hujawahi tusiwa mpaka na baba yako. Hujawahi tusiwa hata na mwalimu. Na wewe ni ule unasemanga kijiji mzima, lakini umetukanwa. You mark that face only to come to Nairobi. Wakati umehangaika ukiwa mkuru kwa Ruben, unakuta yule makaga alikuja akaseto mkuru kwa Ruben, akachaguliwa chairman wa nyumba 10. When you are looking for somebody to help you, you meet the man who abused you. The man, kumbe God was used that man to abuse you so that you can mark him. Sometimes things happen in your life today, not because God wants them to happen in the way they happen to you, but they are systematically organized so that tomorrow they will be there for you to make you become the vessel that God wanted you to become. The God of my calling, he called me not like you. He called me not to do with you. He called me to do like myself, live like myself, do like myself. Then he called you to come and help me achieve what he put into me. You are here because you are also a vessel. Not a vessel because of what is supposed to happen, but a vessel to support the vessel. A vessel, when you're doing the piping, there are things that you'll be told by the plumber to go and buy. The valves, you'll be told to be the bends and everything. These are the joineries that requires to assist the piping become complete. They are vessels that you need in your life. They are people that you need in your life. These people are meant to come and make you perfect. Not to become part of you, but make the process of you become perfect. These people are not necessarily your friends. These people are not necessarily going to be appreciating you in everyday process. They might be even your enemies. There are people that will come in your camp. They are enemies. They are there just to make your mission completed. If Judah was not there, we couldn't be speaking the power of the cross. If Judah was not there, we couldn't be speaking about the blood of Jesus, because it is Judah, the contributor of the blood of Jesus. Had he not been sold, had Judah not sold Jesus, Jesus could not have been crucified, meaning Christianity would not be there. So Judah is much important than Peter. Judah is much important than Matthew. Judah is much important in our salvation, in our discussions, in our Christianity. Judah is more prominent than Luke, is more prominent than Matthew, because the contribution of what you are putting or saying, the cross of Jesus, the blood of Jesus, it is Judah. Judah led to the crucifixion of Jesus Christ, and therefore he perfected the will of God. It was not good for you if I sell you, if I betray you. It is not good. But the betrayal could be the reason for you getting into your destiny. The betrayal, I will betray today because I will call the police to come and say, the man in that house looks like a thief. Then you will hear the police are coming. Then you run away. Could be the police were looking for you, only for you to run away to go to Mombasa and settle in Mombasa, hide there, only to find that God wanted you to be in Mombasa, stay in Mombasa, and start a ministry in Mombasa. And that's how people migrate. Sometimes we live in our compounds with our mothers, our fathers, our brothers, only to find that we wasted our destinies.
because we lived in our comfort. Abraham had to move out of his father's territory, because there is a territory that is given to us by God, not because we didn't have a territory, but because he knows if you live in the territory you are in today, the territory will cause you to struggle. If you walk with the friends you are walking them today, they will cause you to struggle, meaning you will waste much of your time as you are struggling. So God will make you out of those friends. God will make you move out of the territory. God will make you move out of the situation so that you go far away and get new people that will make you move to the next move of your life, to the next move of God. If you continue staying in the place, one place, and this place God did not want you to be here, you will be suffocated by the powers of the territorial power, territorial authorities that are there. It's not that God could not have blessed Abraham while in his father's compound. But if Abraham, if he were to live with his father, he could have struggled, because his father was an idol worshipper. His father was a witch. His father was a devil worshipper. His father was a person who was anti-God. Therefore, if Abraham was to be blessed inside that compound, the first warfare could have been the warfare between the father and Abraham, because Abraham would have started fighting the father. Abraham would have started fighting the demonic powers in the compound. He would have started fighting the forces of darkness in that compound, meaning he would have spent his 15 years or 20 years trying to fight a demonic authority, which the same years could have been used to do the will of God or to move to other levels. There are battles which are not necessary. There are people that are in your life are not necessary. There are things that are in your life that are not necessary until you are able to move away from them. There are people that you have to move away from them, discard them, refuse them, move them out of your life deliberately. Though they are good, though they have been assisting you, though they have been working with you, though they have been blessing you, though they have been the most loyal workers within your company, but they have caused you to struggle. The person called Lot, he went with Abraham. Abraham had been warned, do not go with any of your family members, but he chose to go with Lot. The moment they started going with Lot, the first thing they encountered, the Philistines, who started fighting them. As they were being fought by the Philistines, Abraham had to surrender his wife as my sister. Took the wife to the king. This is my sister. Remember, just imagine a man that you love, a man that is your husband, takes you to a foreigner. Then he says, this is my sister. Without caring what will happen to your wife. Without caring what will happen next. Without caring what will happen. Why this happened? This the greatest humiliation that can happen to a man. Why? Because he disregarded the opinion of God. Do not go with any of your family members. Because the family members, any family member, they were part of the altar of Terah, the father of Abraham. So if your family members are a part of the altar that speaks in the family, when you walk with them, you'll be walking with the altar of the family. Meaning there's not much you'll be able to do. You will struggle. That is the reason God told Abraham, get out of this land. Go to the land that I'm going to bless you. Because he knew if this man stays here, yes, he will make it, but after struggle. Yes, he will make it, but he will complain a lot. Yes, he will make it, but there will be so much obstructions as he's trying to move forward. So the best thing for God is to remove this man, because I want him to move with a speed that is beyond human understanding. A speed that nobody else have it, because he want to perfect. More especially when God has called you for a mission on earth, he causes some speed in you that no man has them. Therefore, that is why he wanted Abraham to go alone. But Abraham chose to go with the nephew. Is it a nephew or a niece? It's a nephew. He chose to go with a nephew. And then they went with the nephew. But immediately they started the journey because of disobedience. Says disobedience. Because of disobedience, struggles started. Most of us, we are struggling because of disobedience.
tunang'ang'ana katika maisha yetu because we disobey. We hear the voice of God, but we disobey. We hear people speaking to us, but we disobey. We are told by God what to do, but we disobey. That is the reason we are suffering. Some marriages are full of trouble, not because they were supposed to be full of trouble, because you got married to a wrong person. You got married to a person who is not supposed to be a husband, who is not supposed to be a wife, who is supposed to be there. But because you loved the face, you loved the tall, dark, and handsome, you loved something that God was not inside it, then you find the struggles that you are facing today. At the end of the day, there will be death, because God has to separate you. If God has called you for a mission, he will not allow his mission to be distracted. He will cause death for separation, or he will cause separation so that you are separated. As they moved on, Abraham continued to face challenges. As they went, they faced challenges. As they went, they faced challenges. Every move of his life was full of challenges. And most of us people now, we are facing every challenge every day. Not because we deserve to be in those challenges, but because we disobeyed the word of God. We disobeyed the path that God created for us. We disobeyed the plan that God has told us. And because I met this lady and I decided to marry this lady, while I was to marry this lady, if you look at this lady and this lady, they are different. So this one I will come because ako na glasses, amechanua kanywele, huyu ametoka Geshagi kule kulima huko. So I will look at the face of this woman and disregard her. But remember, God has put something inside her which I need. But inside this lady, na nywele yake mzuri, na macho ine yake mzuri, na mdomo yake ya redi mzuri, hakuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Kile kitu nataka ndio kinipeleke mahali naenda kiko kwa huu, na mimi nitaangalia face yake, nione ametoka Geshagi, nione ni wa Murang'a, nione hajachanua nywele, hajafanya nini. Sasa mimi nikibilia wapi? Nikibilia hapa. Kumbe nimewacha the destiny of my life. Kumbe nimewacha the connection, the switch to switch me off, the thing to make me work. Abraham had an option to say to this boy, yes, you are a son of to my brother, but I want to leave you kwa guka. Muendelee kukaa kwa guka. Lakini alisema ni mtoto wa baba yangu, ya ndugu yangu, tutaenda na yeye. Na walipoanza safari ya kwenda na yeye, kumbe alibeba kamsigo ya shida. Alibeba kamsigo ambaye iliende kilipukaga. Mahali popote wakifika, kamsigo kanalipuka. Kuna watu hapa wako na kamsigo kamzee, kamsigo kamama, kamsigo kamshirika, kamsigo kamfanyikazi, kamsigo kama maisha yako, kamsigo ulibeba. Eti ni watu wenu, kumbe ni kamsigo kakutoka shetani. When God instructs you in the book of Deuteronomy chapter number 28 verse 1, the Bible says, if you diligently obey and respect the words that I'm commanding you today, you shall surely be blessed, and a blessing shall overtake you. And these blessings will follow you. If you obey the Lord your God and faithfully keep all his commands that I'm giving you today, he will make you greater than any other nation on earth. So the secret of you becoming, the secret of you winning, the secret of you conquering is hearing the voice of God, and hearing his direction, and listening to what he instructs you. God will never instruct you to something very handsome, to something very beautiful. If for you women who are looking for a very handsome man like me, you might never find such. And if you find, could it be the wrong person? And you have to waste your time until maybe uko na miaka 25 in the marriage, wakati umezaa vitoto kama 8 kama 10, kwa sababu kama hiyo marriage kama hiyo unakutaka mnazaa kama kapanya, tu vitoto tunafuatana kwa sababu shetani ana mpango ya kuhakikisha umezaa twigi. So ikifika wakati wa kuanza kazi yako, uko na mzigo wa watoto 8 ambao wanakuangalia. So you will not do. Hauwezi kusafiri kwenda Zambia, hauwezi kusafiri
kwenda Mombasa, hauwezi kusafiri kwenda kufanya kazi ya Mungu, una stop hiyo, unakaa kwa nyumba, unasema wacha nilee kwanza. And by the time umalize kulea, meno itakuwa imeng'oka, nywele yote itakuwa ya white, kama wewe ni mama itakuwa ni white, kama wewe ni baba utakuwa kipara imefika kule chini. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you start now to the message of God, when ni muinjilisti, sasa niambie sasa hauna hata meno imeng'oka, kipara ndio hiyo imeenda kunyuma na nywele ndio ya white, alafu sasa uende kunini? Na umenyonywa mpaka zimefika hapa. Sasa hata uwezi kwenda kuiba. Gaivya modo umwene gwedete. Sasa kwa unafanya nini? Gaivya modo umwene umwe. Haiwezekani. Unakuta you have wasted all your energy, all your time, all the resources and the power that God had put in you, yote imepotea. Sasa unaanza kutuhubiria uinjilisti ukiwa hauna meno, na unajua kama mtu hana meno, ile stop meno hii inasaidiaga kustop hiyo nikizungumza hiyo mihomo natoa ina stop, ndio maneno inaingia vizuri. Sasa una imagine hauna meno kama roda. Sasa unakuta haufikiri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The God of my calling. The God of my calling, there is let me looking at it. This is a level of obedience. You know, when you speak to listen to the God of your calling, it is a level, a certain level of obedience that makes people get confused about you. You know, there is an obedience that you will have, a confusing obedience. You do things that are beyond human capacity. You do things that people don't even think about. Yani magara ya kukueshiria wanajaribu kukuuliza huyu mtu anafanya hii nini? Nini hii anafanya? Yani you have that kind of an obedience that even you do things until watu wanauliza huyu mtu ako normal. Familia yetu mzima, yenu mzima inakuja kutafuta ni unafanyaga, unaendaka kanisa kufanya nini? Every time you wake up early in the morning because you had a voice from God, at where utakuwa ukiosha kanisa. Unafika hapa saa moja before you go to job, unaosha kanisa, unaenda job. Jioni unapitia kuja unapaga viti tena unaenda. That kind of an obedience. That kind of an obedience. It is sometimes looked at something very confusion. Ni kitu hata mtu anakuja anakuangalia hivi anashindwa huyu mtu ako nomo ama hayuko nomo, but it is obedience. When you become obedient to God, you behave like you are not normal. That is why I said all of us, we are not normal, because you are here in lunch hour. Instead of going to eat chips kule na kuku ile ya kuzunguka, sasa tuko hapa tunasikiliza neno, na tena kesho utakuwa hapa tusikilize neno. Ukiulizwa na mtu unafanya nini, niko kanisani. Unafanya nini? Nikigodira adikelia kigogi miaka igana. It is the level of obedience. When God has called you and you obey, you become absolutely abnormal. You don't behave like others. You don't do things like others. You become completely abnormal and the people will misunderstand you. Hawatakuelewa, watakuwa naona wewe ni mwenda wa simu, watakuwa naona wewe ni pesa unapoteza, watakuwa kiana shida. Sasa huyu mtu anatafutaga nini? Sasa hii tunangangana hapa, niko hapa Raji, nikuhubiri asubuhi nilikuwa hapa, jana nilikuwa hapa, juzi nilikuwa Nakuru. Hata watu wanauliza huyu mtu anatafutaga nini? Bwana Yesu asifiwe sana. So this is the God that called you. He causes many things to happen in your life that are really abnormal. Let us look in the book of Isaiah chapter number 20 from verse number 1. Isaiah chapter number 20 from verse number 1. This is the where now uta understand why you need to stick to God. Don't look at the people. Don't look at who is about to support you, who is not about to support you, who is about to be walking with you. Do not look at these people, because they will not understand you. Under the orders of Emperor John of Assyria, the commander-in-chief of Assyrian army attacked the Philistine city of Ashdod. Verse 2, he attacked the Philistine city of Ashdod. 3 years earlier, the Lord had told Isaiah, son of Amos, to take off his sandals and the sackcloth he was wearing. He obeyed and went around naked, barefoot. This is a calling. It is God. Ni Mungu alimwambia Isaiah, mtumishi wake. Habari nakumbuka wakati alimuita, aliuliza who is ready
Ni nani ako ready? Isaia akainua mkono akasema, mimi niko ready kuenda na wewe. Mimi niko ready kufanya kazi na wewe. Kumbuka, the same God who was supposed to cover the nakedness of this man. Imagine sasa Ndura Waruinge ameambiwa atoe hizi nguo zote, nitembee kwa mtaa wa Nairobi town nikiwa uchi ukahitoka haria ukanyonaga thiete ndeno yugo ndeno yugo ndeno barefoot. And this is God. This is not the devil. This is what? This is God. Atakemwona 3 years earlier, before the town was attacked, 3 years earlier, God had sent his messenger in the name of Isaiah. Na akamwambia, told Isaiah son of Amos to take off viatu zake and the sackcloth na ikonia lilekeraga he was wearing, and he obeyed and went around naked and barefoot. The call of God. The God of my calling is not the God of your calling. And Isaiah obeyed respectively and removed his clothes. And that is now Rhoda Degwa amevaa, ametoa guu ndiye anasukuka huku akisema Maria, na ameona Maria, na ameona Ejo, na ameona mtoto wake huku kwa barabara, anakutana na bwana wake. Bwana anamwambia neke my dear, anamwambia sitaki kuona. Praise be the name of God. That is the God of my calling. You will never, you look like you are umepoteza akili, but Isaiah was normal. Isaiah was normal. Imagine that is the same village where his brothers were. That is the same village guka yake alikuwa. That is the same village shosho yake alikuwa. That is the same village my brother, wale watu wote wanamjua. Wale watu alihubiria na wakaona Mungu. Waliona mtu sasa ni agorokire. Sasa you can imagine the people of Nairobi makiona Ndura githiruka guku magiuga atia ni Ngai no twaugire maane maundu maria kite nimo maramuria riu nimo mamugarurukite ndia monire guku ni nginya ndire tonyerera gikari ni ndikamuone tondu arare noi bio it will be the headline news. But this man stood and did it for 3 good years without wearing clothes, just because of God, of his calling, just because of the word, being obedient to the calling. When you are called to be obedient to the call, you don't have a friend, you don't have somebody that you work with, you don't have a partner. You had somebody only to come and fulfill you to become what God wanted you to become. Those are the people that you need in your life. Not your friends, not your family members, not your workers, but somebody called in the same calling, ambaye atakuja akuunderstand ate tikogoro kogoro kete ogethie noi tikogoro kogoro ketodo no nginyo kirute mayu kihaka ngiugo. Yes, that is what he did. Alikuwa na mafia na mejipaka mafia kwa sababu ni mwenda wa simu. Because ndio ufaulu kutembea uchi lazima ukae kama mwenda wa simu. Ama namna gani? Na ndio ukae kama mwenda wa simu lazima utoe kidogo na huko nyuma ujipake ndio watu wafanya nini? Wakuogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Because umeondolewa akili ya ubinadamu, umewekwa akili ya mnyama. Maana wakati alianza kutembea uchi, alitembea na akili ya mnyama, hakutembea na akili ya binadamu. Leo ukita imagine mwile tu na niguye muthaka. Uteto ushomoka yatari haha washomoka haha. You can imagine how your brothers and your sisters, you cry for them. They will go to every single church for prayers. And remember this man, he's been sent by God. He's been instructed by God. This is what you want to do. So which church will they go and their prayers be heard? Ni kanisa gani wataenda wasikilizwe? Wataenda kwa Waoru hatafanya kitu. Wataenda kwa nani? Kila mtu. Because this is not demonic, it is godly. And you are going to church using the same God that has instructed this man to walk naked. Ndio unaenda kwake. Ndio unaenda kumwambia Mungu, Baba, tunajua amekukosea. Nani alikwambia amekosea? The man is answering the call of his God. Bwana Yesu asifiwe sana.
That is when you look at me and you find me, I look like crazy. I am crazy because I'm answering the call of my God. And because the call of my God is not the call of your God, that is why we are not moving together. That is why you cannot be able to be together. That is why people will misunderstand me. The people will never be able to understand me because the God that has called me is not the God that called you. And the reason you are called is not the same reason I was called. Praise be the name of God. So do not be ashamed of what people talk about you when you are doing crazy things. When you are in the crazy moments, when you are doing crazy things, don't be ashamed of what. Mwami Mungu akiniambia nitoe nguo sahi hapa, nitatolea hapa tu mkiona. Allah, I respect my God. Nadikumela mabe mume. Nadikumela mabe muhoya maidhoto muhige maidhoto hoye. I will do as he is instructing me, and I will move out as he is instructing me. Nijueni okoyaga dimu gakuo hore bisha. Yes, that is good that he wanted. So waeka bidimo unipige picha ndio wewe ukisema, then he walked around naked. Verse 3 please. And this is what I want you to understand. Sometimes you pursue things that look too risky, and the people will ask, why will this man or this woman do? You pursue things that are completely risky. Until people watakuwa wakiulizana, huyu mtu anafanya hivi kwa nini? Why is this person doing this? Why is this person investing this too much on this thing? It is God of my calling. That is how he called me. I am serving my God. I am not serving your God. Serve your God. And if you remain truthful to your God will never put you to shame. And when Ashdod was captured, the Lord said, my servant Isaiah has been going around. The Lord did what? Let us read together. Mutikaje kumtiasa kusema ati huyo ni shetani, ni mapepo ilikuwa imemshika. Na ndio Lord pale atasema hata Yesu alisimama. And when Ashdod was captured, the Lord said, this man alikaa uchi baka Ashdod ikashikwa. So there are things that you do, Agnes, baka itora lenyito. We no igoko itora lenyito nigo lokashoka liwe hubetoku. Nigo mo udratora giatere kai mwanyo na kaitari na nguo na mutingie ngorira nguo. Tondu nigo hakiri cia unyamu cieherio. Tondu Ngai arutaga hakiri cia mundu agekira nyakiri cia unyamu. That is why you are behaving the way you are behaving. That is why nobody is interested with you. That is why nobody, wewe ni mwanamke na hakuna mwanamume anakutogosa. That is why uko mwanaume lakini hakuna mwanamke yako karibu na wewe ati ni bibi, unakaaga tu hivyo kihagara hagara. Because of God of my calling. But if you obey the God of your calling, you live in your own world. You live in your own situations. You live in your own thinking. And you perform perfectly because you are serving the God of your calling. When Ashdod was captured, kumbe itakapuchua kwa sababu ya uchi wa mtu. Just imagine. No kwerutira riu goko. Tweherie ruto mundu ukara no itweherie ruto giteini. My servant Isaiah has been going round naked and barefoot for 3 years. This is a sign of what will happen to Egypt and Ethiopia. Egypt and Ethiopia, that is Sudan and the current Ethiopia and Kenya. Ethiopia, current Ethiopia na Kenya ndio ilikuwa Kush kingdom. Kwa hivyo aliongelea Egypt ni Sudanese, not the Arabians. The Sudanese, the Arabians walikuja, ilikuwa na ilikuwa inaitwa Arabic invasion. Ile ilinivade ikaenda Turkey. Wakati wa Kristo wa Catholic walichijiwa. Kama kuna wakati wa Catholic walichijiwa Turkey. Wakachijwa vizuri. Baka Maria hakuonekana. Baka hapo ndio kulitokea yule mama wanasemaga aliradha. Alitafuta mtu mioyo. Catholic. Huyu aliona Mungu. Kuna mama alitoa unabii na hiyo unabii ndio inafanyika sasa. Walichijwa baka huyo mama katoa unabii, ni Mkatholiki, nitakupatia jina yake sahi. And then wakapigwa Catholic, Turkey yote ikachukuliwa na Waislamu. Na Waislamu sasa wataki bado ndio waliteremka mpaka Morocco, wakateremka Libya, wakateremka mpaka Tunisia na Egypt, wakapush Africans. But originally they were black men that occupied Egypt. Watu wanaitwa wa Sudanese na Wanubi. Wanubi ndio wa Sudanese na Wanubi ni Wajaluo na Wanubi Wajaluo na Wakalenjin na Wakaramanjong
na ayo group hiyo yote walitoka huko, na Waturkana ni watu wana huko. Sasa ndio walikuwa wameshika wana wa Israeli mateka huko Sudan ndio walikuwa wameshikiwa mateka. Alafu sasa pande huu mwingine ilikuwa Kush ni Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, hiyo yote ndio tunaitaga Kush. Na ndio imeandikwa hapa kama Ethiopia because this ilikuwa territory ya Kush, ndio mudhamaki wa Kush. Na ndio tunapata Haile Selassie, ndio tunapata Menelik, ndio tunaenda tukapata mpaka King Solomon wanapatikana hapa Ethiopia. Na hapo sisi wote the Bantu people ndio walikuwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bantu and the Nilotic people ndio walikuwa hao wanini watu wa Egyptian. The Egyptians hao ndio walishika mateka the Bantu. Hello, sijui kama tunaelewana. That is food for another day. And the Lord, my servant Isaiah has been going around naked. That is God who is saying, my servant, he's been going around. Maybe the challenge mathina maria uragerera riu ni Ngai witekiretie mathina macio tondu hari undu arenda gwika nawe, hari undu arenda gwika itura ria kwanyu. Hivi no koro maybe Mungu amekutoa kama dhabihu. The challenge ambayo unaipitia sasa, kumbe Mungu amekutoa kama dhabihu ndio uweze kuwa kitu kigeuzi cha kubadilisha eneo la kwenu, cha kubadilisha maisha ya kwenu, cha kubadilisha misingi ambayo iliinuliwa na mababu, kubadilisha misingi ambayo imetengenezwa. Kwa hivyo mambo ambayo yanakutendekea katika maisha yako sasa yanaweza kuwa ni chanzo ama chemichemi ya kubadilisha dunia. Hiyo shida uko nayo, hiyo rejection ambayo unaipitia, hiyo kudharauliwa ambayo unapitia, huo umaskini ambao uko ndani yako, kumbe Mungu anautumia na aliutega kwa sababu ya kesho yako, kwa sababu ya eneo ambao unaliishi, kwa sababu ya kanisa lake, kwa sababu ya kule umeolewa, kwa sababu ya kule umeoa. Maybe God is using that situation to make things work for you. Verse number 4. God will use and do many things that will change. When God is leading you, you do have when God is leading you, you don't have an explanation. You can't be able to explain to people why you are doing what you are doing. You cannot be able. You can, because they will not understand you. You don't have an explanation because you are abnormal. And you will not be able to reach out to people, to tell people, I am naked because Ashdod will going to happen, because Egypt and Ethiopia is... No! God told this guy to remove his clothes and walk naked because he wanted to show them this is how Egypt and Ethiopia will be naked at some time. So how will you explain your family? How will you explain the people that you have? How will you explain the people that now you've been sent to Garissa to go and preach? Otige mushi waku, otige shena shaku, uache kazi yako nzuri, uache wewe ni manager wa banki, unalipwa 200,000, uko na nyumba, uko na gari ya banki, uko na kila kitu, uko na familia Nakuru, na familia watu wako na watoto wako wanasomea, alafu all of a sudden unasema Mungu amenituma niende Garissa nikwende tuodi turadi. Abraham alikuwa na ng'ombe 500, mangamia karibu 7,000, alikuwa na mambuzi na kila kitu. Akaenda akaambia mke wake, Bwana amesema tuondoke. Mke akamuuliza, tunaenda wapi? Niana nidio nienda igwa mugabo waje ratodi. Utajira muthuri waku na nigo mo university goko na Nairobi. Okay akwirere uwe nituthie. No wetekere. Atera igwa mwathani ajirai. Ndaigwa mwathani ajira nituthie ure riu ni no twathikire mwathani ati riu atia ciana riu uje kubanga ciana tucirute thukuru na niguo cithomagira gathukuru kega Breban, na niguo muraigite ka supermarket kega Don Home, na niguo muragitie kawira kega, na niguo maisha marajitie kwagera. All of a sudden Bwana akuja kwa bie, Mungu ameniambia tuondoke tuende. Na sasa hiyo ndio umepata promotion kazini kwa serikali. Sasa hiyo ndio umeingia kwenye level kale kakamshahara kale kanazemaga. All of a sudden then God comes and tells you, we are going to Garissa. You are not going to Garissa to start to be promoted, to be transferred, to go and do kazi ambayo ulikuwa unafanya. You are taken to Garissa wende ukue chokora. You are taken to Garissa wende uanzisha maisha mpya. Hauna pesa, hauna chochote, wende ukaajiriwa. Wewe na mke wako, mke wako anaenda kuosha maguo, kuoshea watu maguo, na wewe unaenda kufanya vibarua. Ati ni Mungu alikutuma. Does it make sense?
How will you explain to people? Uchoka, watu wa kwenu wanajua venye ulikuwa unaendesha Range Rover, wanakujua venye ulikuwa unaishi nyumba mzuri, wanajua venye ulikuwa na kazi mzuri, wanajua venye ulikuwa na maisha mazuri. The same people sasa bakuje uanza ku explainia atenega yurado mire leo uthabageria mutumia kwa horagira ndogu, ahoragira koja, wahoragira maworia. Na niwe maworia ria manungaga. Ni marashi macio mao. You can imagine wao mahoria. Si unajua ile marashi yao venye wananuka. Sasa wewe kazi yako, mke wako na unaoshaga hiyo marashi, akikuja nyumbani ananuka tu kama hao. Abanka. Ulikuwa banka, mlikuwa mke wako alikuwa na kagari hapo na wewe ulikuwa na kagari. Mlikuwa mnaishi nyumba ya bedroom 4. Mlikuwa na wafanyikazi kama 3. Saizi nyinyi ndio watu wanawashia watu. Kwa sababu kuna kazi unakuta wewe ndio unafagiaga barabara, wewe ndio unafagiaga mahoria wakikuja kwa barabara, wewe ndio unataka kuosha. And then you come to explain to people that God told me. It is unexplainable. When God has called you, it is unexplainable. You cannot be able to explain anything. You cannot be able people. You don't even need to explain to anybody what you are doing, because it is not going to happen. Hata ueleze sasa uko yao, utaambia nani, wache nani, watakusikiaje? Wewe ambao uliwanakujua, ulikuwa unaendesha the latest gari mpya wewe, yani unaenda na gari miaka 3, miaka 4 gari lingine mpya. Miaka 3, miaka 4 gari lingine mpya. Watoto wako ndio wanavaga. Ukitaka kujua design ya nguo ile iko kwa town, tafuta mtoto wa fulani. Sasa watoto wako wamekuwa machokora, maana hata wao unawatumaga waende wakaokote mabati, waende wapime kilo, tupate chakula jioni. Bwana asifiwe sana. The emperor of Assyria will lead away naked in prisoners. He captures from those 2 countries, young and old, they will walk barefoot and naked with their buttocks exposed, bringing shame on Egypt. Mpaka ameadaraini hiyo buttocks. Ikiwa ije exposed, leading to what? To shame. He is warning. Isaiah alienda uchi ndio aone mataifa bili na kuambia ugo muona agedie naked, hivyo na nyinyi mtaenda naked. Utatembea mkiwa naked. Could it be what you are going through? You are sending a signal of warning to others. Or maybe you are facing what you are warned. Maybe you are warned. You are told, God send an angel to you, but you refuse because you saw a naked person. I remember when I was in Ngong, nilikuwa naishi Ngong. Zamani tu kiasi. Kuna mjamaa alikuja mweda wa simu. Alikuja kwa geti yangu. This time nilikuwa kijana yangu anaitwa Samuel, ndio alikuwa amempeleka Kasakamsa. So kulikuwa na watu relatives walikuwa. Kijamaa kilikuja bio mpaka kwa geti kikiwa uchi wa mnyama. Kikaniambia nipatie pesa ya kukula. Sasa ninaangalia mama yangu alikuwa pale. Alafu ni kimutu kilikuwa kimebarikiwa. Mama yangu alikuwa pale. Baba yangu alikuwa pale. Na sister zao na watu wao, maana nilikuwa nimeita kirani mzima wakuje, maana Sami ndio first born man. Kusaka sasa nilikuwa nimeita detete muhiriga. Hii muhiriga wothe na wetete moke marido. Ndore rage tuika muthuri na agikude muratina na kuinwo. Egoko diokaga ene korua utomete joke ae egekede tati. Enduli kwa hivyo alafu kukatokea kijamaa, maana geti ilikuwa imefunguliwa, kikakuja ria kilisimamia mbele ya mama yangu. Deda pesa. Mimi nikaenda sasa huwezi kukishika, maana hata kiko na mafi. Alafu kikarudi nyuma kidogo hapo, kikaanza kukojoa. Hapo tu kikaanza kukojoa pale, watu walikuwa maka. Sasa mama ni atoke bio aingie kwa nyumba, baba akatoka bio akaingia kwa nyumba. Sasa niliwachwa hapo na mama wengine, shosho alikuwa hapo, shosho mwingine na kuaga hapa. Sister mama yangu ni mzee sana. Nayo wakagothuguma. Lia mnyamozi wako. So you can imagine the embarrassment ambao nilikuwa na face. Na alikuwa anataka shilingi 100. Na aliinsist shilingi 100. I heard the voice telling me, huyu si mtu, is an angel. Mimi nilirudi kwa mfuko nikampatia shilingi 200. Akaniambia nataka 100.
Nikaingia kwa nyumba nikachukua 100 nikampatia. Kila mtu amejifungia huku, kila mtu amejifungia. Wananiuliza ni adire. Na ketata hano kwa. Herio jari ngono teria katia. Kasia mwanaume toa takataka yako hapa. Unani ndangangana na kile nakuta nikampatia. Nilipompatia alitoka tu kwa gate. Kupiga kona moja hatukumuona tena. Bwana Yesu asifiwe sana. We didn't see him. Tukajaribu kumfuata kuangalia, tukauliza watu wa pikipiki, nimwasha mwana muda there was nothing. Sometimes these things will happen to you and you just think that these are mad people. They are sometimes not mad people. God will send them in the way they are and see how you behave to them. Bwana Yesu asifiwe sana. In the way they will come. Kijamaa kitakuja kinanuka. Si tunaletewa kwa majamaa hapa. Wananuka, unaona mpaka wanaua chawa. Maitaru hawa Agnes ikalete. Okay, mudu na kuraka kirora gada. Runa Agnes nuramiona. Kadu tikaria kirete, kadu tikaikisa kativu, kadu tikagodi kuona ruto. Ule la kirora gada. Kuraka kirora gada. Kaya kija kwego nyoguo. Akidara hata kwego nyaka. Oria yego nyale noguo kimudo kiraina mirage gikagatia. Ginyo kona thuya ni yaruga ni yakurugira haha riu. Kona thuya igigutamba uguo. Thuya riu. Joke imagine gete kiu. Ngigigutigwo hau. You start now. Ukaje kuweka ke. Unaanza sasa kuchagua kusema wale watu wanafaa kuingia kanisani na wale hawafai kuingia kanisani. Unaanza kusema hawa, kuna siku moja hawa shosho wanakujaga kushona vyombo hapa. Wakati tulikuwa tuna launch Besima, huyu Pastor Margaret na wengine walitoa hawa shosho, maana walikuwa hizi meza tulikuwa tumetengeneza ile style ya intercontinental, kitu kizuri, kitu kiega, dimone video, kitu kizuri, gold, viti zote tulikuwa tumekoti na gold na kila kitu. Sasa wacha mashosho wakuje na shosho anematie dabaga ni mranuka gatadegere. Yani unamoko gukona mudoshio ni mtu ananuka tu, yani hata ukikaa karibu na yeye unasikia harufu. Ni si perfume, unasikia harufu ya natural smell because of ile chafu iko ndani yake. Sasa walipoingia wakiwa 10 kwa pamoja. Sasa you can imagine the combination ya different natural smells. Maana hapa tulikuwa ya Mount Elgon smell, tulikuwa na Mount Kenya smell, tulikuwa na Kilimanjaro smell, tulikuwa na Lake Victoria smell, zote zilikuwa ziko kabla. Walipoingia hivi kulisikika ni kama malaika wa Mungu ameshuka. Unasikia uwepo wa Mungu ndio umeshuka. Walitolewa nje wakaenda kafichwa pale. Sasa nilipokuja nikawakuta wamefichwa kule. Niliwachukua tena nikawalete hapa. Niliona wale walifukuza, waliteremka kwenda pale chini. Nilipowafuata nilikuta wakiomba, Baba, wewe ndio ulituita. Hii sherehe unajua ndio umeipanga. Tumetumia mamilioni kupanga. Alafu watu wamekuja kuharibu. Tunaona baka apostoli kama akili yake imeharibika. Mimi niliwaambia wakuja, kwanza niliwaleta, meza ilikuwa hapa, niliwalete hapa. Bakole sasa kwa sababu hapa kulikuwa na the guest of honor. Maria mapocho chakula yao inatengenezwa kwa kado na ya wale wengine. Sasa walikuwa hapa. Niliwalete hapa mbele ndio manukato, smell iende vizuri. Ndio tubarikiwe. Besima ilonjiwe vizuri. Wala Yesu, because mimi nilikuwa nanuka hivyo. Nilikuwa gachokora dake nugaga oguo. Na ndio nugaga wega na ndio igwade nugaga dake kuwa mai. Nilikuwa nakuja hapa hii na banana hii. Unachota mavi na mkebe ama na kabakuli. Unaenda kwa gari. Unakaa kwa gari na mabia. Nataka 500. Sasa hiyo umeficha. Hapa na nyuma haoni. Sasa akienda kwa wewe toka hapa kijana. Unaleta padi hii. Unachota na mkono. Unaleta mauleti. Unaona anaachilia starling mara moja akushughulikia haraka na anakuita sema mimi ni mheshimiwa, unasema mheshimiwa, unarudia kwa bakuli bila kwa hiyo ingine. Unakuta kutoka pale mpaka pale chini shilingi 5,000 zinapatikana kwa urahisi. Sasa mnasemanga hakuna kazi iko. Wewe kuo ukiga hata ni uko dhena wala dhena hata na utatoa. Sasa unaweza kukosa kutoa. Si hata utanibarikisha. Bwana siwe sana. Kazi iko. Ni wenye utaki kuifanya. Ukianza kuchagua kazi, utateseka. Kazi iko. But this is based on the God of your calling. The God that has called you.
How did he call you? Ametumia process. Mimi alitumia mimi process yangu ya ujagiri, ya uchokora, ya wizi, ya kila maana, ya kila kitu kile kibaya. Hiyo ndio njia alitumilia. Na hiyo njia unaona ndiye imekufanya ukuje hapa. Huyu mama nilimlalisha chini, huyu mama akiwa bank manager. Chini. Na nikiherehere tu alinikuta pale Holy Family Basilica. Nilikuwa naweka jacket kwa boot. Unajua zile kama Mercedes kana kuwa na buti huko nyuma. Sasa unaweka bozako ma jacket unairusha huko. Alafu sasa aliona tu pesa, tu noti tumepagwa. Unajua vile noti za banki za milioni 1 zimepagwa, zimefugwa. Sasa aliona nimeweka 1 2 zilikuwa 7, 1 za milioni 1. Sasa huyu kwa sababu ni banka, akaona mimi ni mjinga, nafaa kupeleka pesa kwa banki, sifai kutembea na pesa. Hakuwa anajua hiyo. Hiyo ndio raha yangu, kutembea na pesa. Nikipatana na mtu akona shida 1,100, nikipatana na mwingine akona nini shilingi 500, hivyo nilikuwa nakusatiana. Nilikuwa natoka nyumbani na milioni 3, nikirudi jioni nyumbani sina hata dururu, tena nachukua igide. Sasa mama na kiherehere kwa sababu ameona, alikuwa ameenda kuona Maria na alikuwa ameenda kuona Yesu hapo ndani na Joseph walikuwa huko ndani. Sasa akitoka Joseph na Maria walimuonyesha nini? Huyu mjamaa akachungulia macho. Unajua kuna watu wanakuwa na macho huwezi kuelewa ni inaonanga maneno namna gani. Akaona pesa, akaniita young boy, my son. Mimi nikaitika yes mom. Nikaitika yes mom. Yes, akaanza kunipatia kelele, akaanza kunipatia venye pesa zinafaa kukua kwa banki, venye you need to invest, you need to people at kuna fixed account, kuna nini. Na mimi nikamwambia, oh wow, you're a banker. Akaniambia yes, but you look like you are educated. Why do you keep money? Nikamwambia, akanisa, do you have an account? Nikamwambia hapana, sijai kuwa na account. And where are you carrying this money from? Where is it from? Nikamwambia hapana, tumeuza shamba. Sasa naenda kuweka kwa nyumba. Akanisa, why do you keep your money? Nikamwambia kuna kashimo nimechimba kwa nyumba, huko ndio naekaga pesa. Akaniambia no, it is not supposed to be like that. Come and I show you. Nikajua kwa akili yangu, nikajua kazi nyingine imepatikana ndio. Mama akanipeleka ni bank manager. Akanipeleka mpaka kwa ofisi yake, akaitisha kahawa. Kanisa kunywa kahawa, kana kunywa chai. Nikamwambia nataka kahawa. Akatuwekea kahawa hapo. Sasa mimi nikajua hasa this is a possible business. Na itafanyika si siku mwingi, kesho hapa kazi tunaingia. Automatically nikajua kazi imeingia hapa. Imejilete. Ile ya kueleza kolile washo mgoda. Yes. Mama akanikamuliza, sasa mama unatokaga saa ngapi? Akanielezea shift inabadilishwa saa 6:30, kwa sababu hapo ndio tulikuwa tunatakaga sana shift inabadilishwa saa ngapi. Kwa sababu wakati wa kufadilishwa shift ndio password zinabadilishwa, na saa hiyo ndio una strike. Mama tukamwambia kesho nakuja kufungua account na hiyo pesa yote uliona tutakuletea. Mama akafurahi, my son, you will grow, you will become rich. Nitakupaga and I will be a bank manager. I will be you'll be a banker. I will be planning you. Ikafika saa hiyo saa 6:30. Akaona vijana my sons wameingia. Nikamwambia tuko na ambao tunafanyaga nao kazi, nataka pia uwasaidie ndio wasikie venye nilisikia. Wakati ilifika saa 6 akaniambia sasa wacha niongee, nifanye transfer na huyo mwingine ndio tuongee. Hawala sekendere moreanda. Alisikia likiki na akasikia linae. Yeye na bank manager huyo mwingine. Tulikuwa mahali wana change password. Akaniuliza, "My son," nikamwambia lala chini kama unataka kuishi. Unaona hii ni nini? Ninaona kana negatoi. Kana negatoi. Mwana wako. Kimwadi mwana wako. Digithia muhae. Ndio shere mwana wewe mwana wako. Ninaona de mwana. Akalala chini. Manager akalala chini. Tulitoka na 40. Tulitoka na 40. Besha muri kagerege ile milioni 7 nilikuwa na ilimulika fote ikaleta fote ni nyumba taigwetha besha wera meku maiki. Sasa baadaye alafu tena huyo mama kulia dume mitino. Kuna watu wanakuaga na mitino mingi sana. Huyu mama akatuletea gari pale Mudhama matatu na kivua, kwa sababu ni bag manager anakuja kufukusa mogeke kwa barabara, ati anakuja kuleta kivua. Tulimnyamazisha nikamwambia ndio moshe wetalelea pesa ya kuhuaini enda nyumbani. Na tusikuone hapa kwa barabara tena. Hedo kai wamama wote wako nyumbani wakipikia wazee. Tukamnyang'anya gari yake. Lakini tulikuwa tunamtumia pesa. Tumbia endo tulie. Gari itakuwa imekuja. Ama namna gani?
Si unaona venye malaika alikulete. Tulikusaidia. Asante. Si unaona mimi kwa hivyo ni mzuri. Alafu tena kukaa kidogo nikifungua kanisa ndio huyu tena anakuja na crutches, alivujikia kwake nyumbani. Alikuja na crutches. Nikamwambia kuja kanisani, akasema sikuji, alikataa. Akaenda kule Karen Hospital, akakuliwa tu pesa tu vizuri. Nilike imagine Karen Hospital. Itawate ile yako ingira ile ya kuona daktari ya kwanza. Consultation fee ni 100k. Mama alipokuja hapa baada ya kutii. Baada ya kufanya nini? Kutii. Alipokuja hapa nilimwambia weka hiyo, alikuwa amekaa hapa. Ni hapa mani kule. Hapa. Hapa. Nikamwambia weka hiyo chuma zako chini. Nikachukua, nikamwambia tembea. Mama akatembea. Akaanza kulia. Kila kimutu kilimulalisha chini. Kila kimutu kilimnyang'anya gari. Tena nikikuta at the mercy of God. Kuna watu ndio unaona hata nikifukuza yeye hawezi enda. Huyu ni mtu aliletwa hapa papa siri akae na mimi. Ni mtu mshana mwige muno, no ni mtu mwega muno. Na Niko mshana wakale wa mtu alile. Ni watu tumie tuigire vegi. Atukimtakaja mukega. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Any wise man will heed to the wisdom of God. If you want to be wise, or if you are wise, heed the wisdom of God. Just heed to God. Listen to God. And you'll be able to succeed. And in every move of your life, nothing will fail. Hautaanguka, hautashindwa if you heed to the wisdom of God. Every single moment, let God lead in your life. Let's do the last masomo. Mark chapter 1 verse 6, please, and quickly. When we find John the Baptist was eating locusts, was eating honey. Alikuwa nakula locust na honey. Sasa ametoka nyumbani, aliaga locust. No imagine mtu aliaga locust na kidogo na kikoshita kwa tia. Gige ni aliaga. Na ni mnabii, ni mtumishi wa Mungu mkubwa. Lakini anakula locust na honey na wadudu na ile gine ile tunyamtoa tobo kakatoeta kwa tia. Kuna guya zile zinatoka vitu zingine hapo baya. Guya na anakula wadudu na anakula magunyo. Hizo ndio kwa chakula ya mjamaa. Na alikuwa anafurahia sana. John wore clothes made of camel hair. Imagine, he wore clothes. Alikuwa anavaa maguo zingine zimetengenezwa na nini? Na manyoya ya gamia. Bwana Yesu sasa, with a leather belt around his waist, na leather belt. Hallelujah. And his food was locust and wild honey. That was his food. This is a man who ushered in Jesus Christ. This is a man that was preparing the ground for Jesus to come and take over. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ambao udomome meka linafanyika katika maisha yako. You don't understand them and you don't need to explain to anybody. Just walk. Just be there. Just do the will of God. Just stand according to how God is instructing you to do. Just be obedient to the call. Do not want to explain to anybody why you are doing what you are doing. Why you are where you are. What you are doing. Why are you doing that? Don't explain to anybody. Explain it to the God of your call. That God of your calling is more important than anybody else. More important than your mother. More important than your wife. More important than your husband. More important than anybody in the society. Adhere to his call. Walk according to his call. And you will never fail. You will never go down. You will always be successful because he knows why he has sent you there. He knows why he told you to be naked. He knows why he told you to just be eating locusts. Number 7. He knows why you ate locusts. But he knows why. And he announced to the people, the man who will come after me is much greater than I am. I am not good enough even to bend down and untie his sandals. This is a man called John, preparing for the coming of Jesus Christ. Alikuwa nakula wadudu. Alikuwa nakula vitu vingine. Now imagine the same man anataka kukwambia, yule anakuja, yule ndio alita. Yule anakuja. Leka baka anafanya hivi kama guu. Unaroka. Ati ulioroka ni munene. Yule anakuja ni mkubwa. How will you listen to that man? How? Utamsikilizaje? Na ile gozi guu amevaa ni manyoya ya gamia. Hata yako kuna mwingine anakuja ni mkubwa. How now? The man does not even qualify to speak on behalf of God. The man does not even look like God.
The man does not even look like a servant of God. But inside him, God, the greater God was in him. Inside him, God was speaking. It doesn't matter what kind of a person you are. It doesn't matter what's happening around you. Do not try to explain yourself to the people around you. They will never understand you because you behave like a mad person. You behave like a mogoroki. When you are called and when you are serving the calling of your God, you must live like so, like tamogoroki. Dukanede gukenia mundu na dukanede guikara uria mendaga guikara. Ikara uria Ngai waku awite. Tusimame kwa miguu yetu. Naona ni kama hamukubarikiwa. Mumebarikiwa? You got the understanding now? The God, nobody is called like any other. What you are going through because the God of your calling has directed that to happen like so. Kwa hivyo whatever that is happening in your life is because of the God of your calling. That is how and when he directs you. So just be faithful to the call. Just be obedient to the call. Just live according to the call. Don't try to, like you want to fit people into your calling. Don't even try that people, you want to make your church look like ikae mzuri ndio watu wa fit, class fulani wa fit. Don't do that. The God that calls you, he pays every bill that you need. He sustains you and he makes you become and win battle. Remember, this is the same person who is eating locusts. Alikuwa kula wadudu. Jigwa yale ya bea. Alikuwa kula kila kitu, ile takataka yote. Na mudhoa, alikuwa anaingia kwa mudhoa na chiba ile kigunyo ile kubwa. Anaichomoa, anasema, "He kemurioi kikega muno." Thing that you cannot even dare. The same person who was eating the locust, this person is the same who announced the coming of our Savior. So in that condition you are, katika hiyo hali ambayo uko sahi, ni Mungu amekutayarisha. Maana hiyo hali itatumika kuleta mabadiliko duniani. Katika hiyo hali itatumika kuleta changes na kuleta vitu vipya ambavyo si watu wengi wako nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usijalishwe hiyo condition ambayo uko nayo leo. Isikujalishe labda ni Mungu anaitumia. Na usiende kuitafutia waganga ama pastor Yobe. Hapana. Ni Mungu amekuweka hivyo. Kwa hivyo hata ukienda kwa Mungu, kwa pastor, pastor atapiga simu biguni, bigu itamwambia nende na mudo shetikana nake. Sasa unakuja na unasema ni anadana hoera, kwenda gani ajigerere guoko, na ni kwiroderwa atiriri mutumi oyu, derwa atiriri, Ngai ni we na kesi yanyu. Wewe sio? Ngai ni we na kesi yako. Na Ngai ni gwikatia. Ni uri kuhonia mahinda make makinya. Na ni ukohona na tiriko nyingi ciguthie. Ngai ni gukuhonia tondu hari uhotani ararehe kugerera we kwanyu mucii. Mithaiga irere kuu na majini maria meku mothe ni mathie. Nwanyita? Ndego tire majini kwanyu. Ni kuri majini kwanyu. Thank you. Ni uramenya ni kuri majini kwanyu? Asa. Thank you. Ni kuri majini. Mare hiro ni family cianyu. No ni mathie, ni macoka Mombasa. Mare hiro aria mare hire majini. Macio ri matiacokire guthi kuriha. Mathire kuria. Riu nikio majini macio manyarira nyumba yanyu. Towe wiko nyariretwo. Ni andu ingi manyariretwo thiini wa nyumba tondu riu ni matigiro magituika ta kaguikara getagwo T9. Kara karumaga mundu akaguruka. Riu magituika ta T9. Riu majini macio moka tondu marehetwo majini marume. Wanyita? Marehetwo majini make. Na majini manoka marume. Baba, chomoa hiyo kitu. Marehetwo majini marume ri makomaga na atumia. Magireho majini ma atumia ri todahutia majini. Kimenya menyaga igekate. Ikero nake wako ligwa wekate. Umutiko jokeri ageko yaya. Kimenya menyaga igekate. Akero yeko wako ligwa. Ariga gwa agekate. O akira gwo. Dide ko yema gwo na ojigwa yeke. Thank you. Leure. No igwa mami. Thina waku no athira.
thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Gĩa gwĩtĩkĩrĩka. Ngai akwende. Muogo ũcio ũigĩrĩirwo thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku ndwahera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩndaingata maroho mothe marĩa maragia mũtũrĩre-inĩ waku, marĩa magiginyanaga, marĩa magiragia ũthereme, marĩa magiragia ũgĩe mũciĩ, atĩ nĩmagũtunyire nginya wĩra, nĩmagũtunyire nginya mũciĩ waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩrĩa gĩothe kĩorire nĩndagũcokeria. Amen. Amen. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, ririkana mwana ũyũ. Nĩ mũgambo wa mũthuri ithe ũtendaga mwana ũyũ oke, no nĩ okire na ndendete. Ũmũthĩ baba igũrũ ndagũthaitha ũgarũre mĩario ĩyo yaririo nĩ ithe wa mwana ũyũ. Mwana ũyũ etĩkĩrĩke nĩ thĩ ĩno na etĩkĩrĩke kũu matu-inĩ, tondũ ithe nĩ arĩ mũgambo mũnene, na nĩ arĩa merũrĩmĩ, na nĩ arĩa marĩ gĩta. Baba, ndagarũra mĩario yake yothe, nĩ ndamĩkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwana ũyũ agĩe na restoration ya maũndũ marĩa mothe magĩrũkwo na mwana, na agĩe na hakiri njega cia kũrũgama na gwĩka maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai akũririkane na njĩra ya mwana. Kĩrĩa gĩothe gĩthũkangĩtio thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, gĩothe nĩ ndakĩtũmagania. Nyoka ici cigũthiũrũrũkĩirie, matarara maya marũgamĩte mbere yaku, kuma ũmũthĩ ũyũ, na maroho morogi nĩndamaunanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ikũra tĩri ũyũ. Mũndũ wĩna tĩri nĩ andehere haha. Kama uko na mchanga lete hapa. Karibia hapa. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I speak to you, soil. This man has suffered. This man has struggled. This man has been challenged by life. From today, I break every altar. I break every covenant. I break every authority. Wewe si upatine mtoto? Sasa mimi ndio nafanya kazi hapa na nafanya ashari. Jini. Ama hoja kuwa asha. Sogeni wale wanakuja hapa mbele. Mwinue. Okay, kujeni hapa mbele. Kujeni hapa. Niwaombe. Just come closer, come closer. Father, in the mighty name of Jesus. Come closer. Ama niwaimbie kwa wimbo ndio mkuje. I sing lullaby. Lehete elimu de. Thank you. There's one thing I want you. So wewe unasimama hapa na wewe unafaa kuambia watu wasonge. Unasimama tu kama vikingi. Ama nyinyi si Asha. What's your work here? Kuja hapa. I want you to believe in what I'm telling you. Eti ya kwamba kutoka leo, whatever that has been a challenge, God has removed it from your life. Chochote ambacho kimekuwa mzigo mzito, challenge nzito, na mambo ambayo ni kombo katika maisha yako, yule Mungu ambaye mlimuona Nakuru, kwa wale ambao tulikuwa nao Nakuru, msimuliona Mungu, mlimuona mama mkumuona, that God is with us here. Ile dhima ilitengenezwa ni radi. Radi ndio ilipasua, ikatengeneza kama maji. Sasa ukikunywa maji inafanyikaga nini? Hakuna mtu amekunywa hii maji. Mnaiogopa. Hii ndio ya kwanza kuchota. Mpaka sasa unatetemeka. Hebu leta mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hiki ni kizima ambacho wewe mwenyewe ulikitengeneza kupitia kwa radi. Na ni kisima ambacho kinaogopwa na kila mtu, maana hawajajua ni kwa sababu gani. Maji haya ninayabatilisha, yanakuwa maji ya uzima. Kama vile mtumishi wako Elisha alienda kwenye kizima, akapata kile kizima kiko na maji,
ambacho maji yale yako na mapoozi. Mapooza yoyote ambayo yaliyo ndani kwenye kizima hiki nabadilisha. Nguzo zozote za kishetani kwenye kizima hiki nabadilisha. Maji haya na yakatumike katika hali ya uzima wa afya wa binadamu na wanyama, na watu wafaidike. Na kufunguliwe kituo kikubwa cha kuuza maji ya kuweka kwenye chupa na kufanyia irrigations. Na maji haya hayatakauka milele. In Jesus mighty name. May God of heaven, Mungu wa mbinguni, akusikie, akuonekanie. In Jesus name. Mwache msapoti tu aende chini. Msapoti aende chini. You support, ukimwachilia zunguke atakusubua kizunguka. Msapoti aende chini, wacha kumzuia, maana atazunguka tu, atafanya kazi mingi isifanyike. Thank you. Yes, Father, in the mighty name of Jesus Christ, may you receive the favor of God in whatever you endeavor to do. In whatever you endeavor to do, may God bless you. May God bless the work of your hand. In Jesus' mighty name. May God bless you. May God bless you in the mighty way. May you be delivered. Ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kilitumika kukufunga kutoka kwa familia, wakafunga kitovu chako, wakafunga kifua chako, wakafunga mpaka wakachukua akili yako, wanaitumia katika mambo mengine. Kutoka leo ninakuregeshea chochote ambacho walikichukua in the mighty name of Jesus Christ. May God bless you. May God ferment you, akusaidie usimame vizuri, akusaidie kupatia nguvu na nguzo zake zikuwe pamoja na wewe in whatever that you want to do. May God help those who are not listening to you to start listening to you. Wale ambao hawataki kukuamini waanze kukuamini. Wale ambao wamepigana na wewe kwa sababu ya msimamo wako, wao kutoka leo ninafunga vinywa vyao, nafunga njia zao, nafunga mipango yao, nafunga kejeli yao, nafunga mipito. Wamekusimama, wamekuzuia, wamesema ni wewe ni mjinga, lakini wewe si mjinga katika jina la Yesu Kristo. Receive your deliverance now in the mighty name of Jesus Christ. Kuja hapa. Wale wanataka deliverance kwa jeni padi. Kama hutaki uende sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu mwanaume amekuja kwa sababu anahitaji uso wako. Ameng'ang'ana katika maisha yake. Ameishi kwenye maisha ambayo yamempelekea kwa mpweke. Lakini kutoka sasa, kama vile ulivyombadilisha watumishi wako kwenye Biblia, kama vile ulivyomnunua Musa kutoka kwa familia ambayo ilikuwa inamtaka kumuua na hata akafanyika nabii duniani, in Jesus mighty name. In the name of Jesus, receive now your healing. Receive your deliverance. In Jesus' mighty name. Healing is coming now. Pokea nguvu mpya. Pokea mamlaka mapya. Pokea mamlaka mapya. In Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I break every bondage, every source of wickedness, every spirit of witchcraft, every powers that bound them never to succeed. Ninazivunja katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Receive your healing. Receive your healing. Pokea in the mighty name of Jesus Christ. Amukira utani thini wa muturire wako. Nidaunaga magogona mogo. Nidaunaga ibito ciogo. Nidaunaga milita yogo. Nidaunaga irira ona muthagama ugo mothe thini waku. Nidakuhandira kirira kieru. Nidakuhandira uthamaki mweru. Kuma umuthi ugena gwitikirika. Kuma umuthi ugena gwitikirika na kwendo ni andu na ni kwendo na Ngai. Thini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. May God in heaven touch your heart. May he touch everything that you do, every sort of business that you want to do, and in your ministry, may God grow you, may God perfect you, may God cause you to become a victor, may God cause you to win every battle against you. May you be successful where anybody of your family has never been successful. May you go to the lengths where none of your core has ever reached, in Jesus' mighty name. May the Spirit of God atoya maturaga waku, atoya maturite makano-ini maku, atoya maturite makunyarĩrĩte marũmaya. Kuma mũthĩ ũyũ nĩndamakumithia, nĩndaregana namo, nĩndamambũrania,
ndabulania nyumba cia agonaruki, ndabulania nyumba ciothe cia Illuminati thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku, in Jesus mighty name. May the Spirit of God fill you now, that you may be able to lead a life that is obedience. May the rejection that is upon you, that emanated from your family, may be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. No more rejection, no more rejection. Every spirit of darkness, yote kaondoka katika jina la Yesu Kristo. Receive the anointing, receive the favor of God, receive the favor of God, receive the favor of God in whatever you endeavor. May you become the head of your family. May you become the head, uongoze familia yenu, uipeleke kwenye levels ambazo Mungu anataka afikishe level ya familia yenu. May you be successful in whatever you endeavor to do. May you win every battle against your bloodline. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus mighty name. Oh sheterere. Mungu minyororo walikufunga. Mungu alikupatia kazi, lakini bloodline yako ikakufunga, ikakuzuia, ikakuwekea limitation. Lakini kutoka sasa the limitation is gone. May you experience the freedom of your life. May the power from heaven descend on you. May you receive the favor. Kibali kiwe pamoja na wewe. In Jesus mighty name. Receive it now. It is now coming in Jesus. Thank you. God bless you. Tuna mikono yetu juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya watoto hawa. Asante kwa kukubali kuwabariki tena. Nimewafungua kutoka vifungo vyote, the bloodline, family ties, hata ancestral ties, maeneo ambao wametoka, madhambi ambazo zilifanywa na kina baba, kina mama, kina babu na ushosho, dhambi zote, wachawi, waganga, warogi, majini, mapepo ya giza, yote na isambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, kainuka juu yao, ukawabariki, ukawaezeshe wakafaulu kwenye biashara zao, kwenye huduma zao, kwenye ndoa zao na familia zao, wakapate nafuu, wapate afueni ya baraka. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asanteni. Wekeleni sadaka zenu hapa. Kila mtu awekelee sadaka yake hapa. Kwa wale watafaulu, tutakuwa na ibada ya jioni ya actual deliverance, tutafanya deliverance nyingine jioni. Kwa hivyo TV empowering lives.